Mambo vipi mdau wangu wa nguvu, nikukaribisha tena katika recap yetu sehemu ya 7 finali. Kuahidi kwa hatulali hatupoi, na siku ya leo tunaikamilisha mpaka finali kama ambavyo nilikuwa nimekuahidi, na ndivyo ambavyo naitimiza. Basi kama hujatazama vipande vya nyuma, kisha unagusa hiyo pop up inayojitokeza hapo nyuma, lakini pia kama bado hujagusa alama subscribe, kisha unagusa sasa hivi ili tuweze kusonga pamoja. Lakini ningependa kukumbusha wewe ambaye unafuatilia kugusa alama ya like mara tu unapoona imetoka kazi yote ile, ili kuweza kunisupport na kunitia moyo kwa kile ambacho ninakifanya. Baada ya kuhangaika sana kumtafuta bibi V pamoja na Mwamba Dayun, basi mwisho wa siku akampigia yule meneja wake. Meneja wake akasema kwamba jamaa anaumwa, hivyo yuko hospitalini na anahudumiwa na bibi V. Moja kwa moja akafika mpaka hospitalini kuja kumkuta Mwamba na hali mbaya. Moja kwa moja ikabidi kushuka mpaka nyumbani kwenda kumsafisha nyumba yake na kuandaa kila kitu vizuri. Jamaa alipotoka tu hospitalini, alipofika nyumbani akakuta mazingira yamebadilika, na alipoangalia mezani akakuta kuna chakula kizuri alichokuwa anakipenda. Wakamwambia kula ufurahie. Kila Dayun akitafakari juu ya moyo mzuri walionao hawa wasichana, anashindwa hata kutoa jibu lolote. Akabaki akiwaangalia tu. Sasa baadaye tunaonyeshwa bibi Seng mara baada ya kutoka kumwandalia jamaa chakula, akawa amemuita huyu mwanasheria wake na akawa ametoka kuelekea katika maeneo ya mitaa. Huku wamefika wakawa wanatafuta mgahawa mmoja maarufu kweli kweli, lakini walipofika tu katika huo mgahawa wakagundua kuwa mgahawa ulikuwa umefungwa. Wakaanza kujadili watakatafuta mgahawa mwingine wapi ili waweze kupata date yao kwa siku ya leo. Kama kaida ya boda akapita kwa fujo sana eneo hilo. Sabi dada katika ile hali ya hofu akataka kuanguka. Mwamba haraka sana akawa amemokota. Sasa ile namna anavyomokota, kumbuka kwamba katika chini kabisa hapa alipokuwa amekanyaga kulikuwa kuna chemba ya maji machafu. Bidada alikuwa amejiokoa katika namna hiyo na ile sendo ikawa imekatika. Kwa hiyo jamaa akalazimika kumbeba mgongoni. Ikawa very romantic. Bidada akajikuta anajisikia amani sana kukaa mgongoni kwa Mwamba mwanasheria na mtajiri. Wakafika katika mgahawa mwingine, lakini ajabu ni kwamba bidada alishangaa sana mara baada ya kugundua kwa mwanasheria huyu kila chakula alikuwa amekiandikia, na kila chakula alikuwa anakihitaji basi kilikuwa kinapatikana katika migahawa ya tofauti zaidi, kitu ambacho kikamshangaza zaidi juu ya tabia ya huyu mwanasheria. Basi wakawa wameondoka bana, wakarudi nyumbani. Bidada baadaye akiwa anaendelea na zile shughuli zake pale katika ofisi, Mwamba akawa ametimba moja kwa moja siku ya leo akiwa mbeba maua na vizawadi kibao, anataka kumchumbia bidada rasmi. Akamkuta bibi mmoja pale nje, akamwambia kuwa naomba uingie ndani utaniitia bibi Seng, lakini anataka umdanganye kuwa anatakiwa kuja kumtazama mbwa wake, lakini asipake makeup, yani mshawishi aondoke hivyo hivyo, iwe ni kama vile swala la dharura. Basi bibi akasema haina shida, akaandaa huo mpango. Mwamba akiwa mbeba maua akasimama nje huko amevalia suti yake ya blue. Bidada baadaye moja kwa moja katika eneo hilo anaendelea kufanya kazi zake, akakuta ameitwa, anaambiwa bana mbwa wako amejikaba kule nje. Ikabidi akimbia haraka sana kwenda kwa huyo mbwa. Kwenda kutazama bana, anakutana na jamaa akamwambia kwamba je, unanipenda? Anataka nikuchumbie rasmi wewe mke wangu. Wale wengine wote wakaja hapa na kuanza kuwapulizia mafataki na vitu kama hivyo, wakisherehekea kwamba hawa kuanzia leo wanakuwa wachumba rasmi. Lakini kitu hichi kilimkera sana bibi Seng na kujikuta kuwa anaanza kujilaumu. Sasa umekujaje bila kuniambia? Ulitakiwa uniambie angalau nijipake makeup. Akakasirika mpaka akakimbilia chumbani, kitu ambacho kikawa kinamsababisha Mwamba aanze kujutia ni kwa nini alimsurprise bibi. Dayun ndani ya mapole akiwa elewi wapi anakopelekwa na bibi V. Kumbe V alikuwa anampeleka katika kaburi la baba yake, lengo aweze kumwambia kama alivyokuwa amemwaahidi kuwa kama siku moja akimpata mwanaume wa kuishi naye basi atamleta hapa na ataapa kiapo chake. Basi Mwamba Dayun alipofika katika eneo hili la kaburi, aliapa kuwa atamjali, atampenda na kumsamini kila wakati bibi V na hatawahi kumwacha katika maisha yake. Akaahidi mbele ya kaburi la babake na V. Walipotoka makaburini, moja kwa moja bidada akamtafuta Mwamba na kumwambia kuwa anahitaji waonane, kuna jambo muhimu sana anahitaji kuzungumza. Lakini Mwamba Dayun akakataa kwa kusema kwamba hana muda siku ya leo na hataweza kukutana na bidada. Akashangaa sana bibi V, lakini kumbe Mwamba aliporudi nyumbani kwake alikutana na picha inayomuonesha mpenzi wake wa zamani akiwa yuko na mtoto wa kiume, kitu ambacho kabaki kinamstajabisha sana. Na hii picha ilikuwa imepewa address ya moja kwa moja kuelekea katika eneo la bar ambayo Mwamba anafanyia. Ikabidi haraka sana kuelekea katika hiyo bar. Alipofika tu akamkuta yule director na kumuuliza kuwa hii picha imetokea wapi. Director akasema kwamba picha hii bana alileta dogo mmoja hivi ambaye anafahamika kama Bailam. Huyu jamaa amekuja na kusema kwamba yeye ni mtoto wa Seo, yule mpenzi wako wa zamani. Jamaa kabaki anastaajabu. Imekuwaje kwaje? Akasema mimi ni bana nimelelewa na baba yangu kutoka nilipokuwa na umri miaka 0 mpaka nilipofikia umri wa miaka 17. Siku moja alikuja mwanamke mmoja ambaye alijitambulisha kama mama yangu. Niliumia sana kuona kitu kama hicho, nikamkataa mama yangu. Na sababu kubwa ya kumkataa mama ilikuwa ni kwa nini na alikuwa wapi muda wote kipindi ambacho mimi nakuwa mpaka nimefikia umri wa miaka 17 bado simuoni. Lakini mama yangu alijitahidi kunieleza vitu, lakini hakunifungukia sababu kubwa kuniacha katika kipindi hicho. Japokuwa nilianza kukaa naye lakini kishingo upande hivyo hivyo. Ila iko siku tena moja mama yangu akawa ametoroka, kitu ambacho kikazidi kuniumiza zaidi. Baadaye nikaja kugundua kuwa mama alikuwa amemlipa baba pesa ya kunitosha kuishi na mimi miaka 3, na baada ya hapo akaahidi kuwa atarudi. Katika harakati za kumtafuta mama yangu nikaanza kufuatilia watu wa jirani zaidi, ama watu waliowahi kuwa jirani na mama yangu. Nikaja kugundua kwamba wewe Dayun ulishawahi kuishi naye pia. Sasa hicho kitu kanishawishi mimi kuanza kufuatilia ni wapi ambako Dayun anapatikana. Niligundua muda mrefu kwamba wanaishi katika eneo hili, lakini nilikuwa naendelea kuchunguza, je, una juhudi yote katika kumtafuta
kumtafuta mama yangu na nikagundua kuwa juhudi hiyo ipo. Lakini mara baada ya kugundua kwamba umeanza uhusiano na Bibi V, ndio nikaamua kuchukua hiyo picha na kuipeleka nyumbani kwako ili angalau usitishe mahusiano hayo na uhangaike kumtafuta mama yangu ambaye alikopo ni kipenzi chako. Ukisikia ngumu kumeza, bwana, hii ikawa ngumu kumeza kweli kweli. Mkurugenzi pamoja na Dayuni wakatoka nje kujadili ukweli wa mambo haya. Lakini Dayuni akasema kwamba nina hakika kabisa kwamba bibie alikuwa na hisia na mimi, ndio maana bado akamwagiza mtoto wake na kumpa ishara zote kuwa mimi ndio naipatikana katika maeneo muhimu kama haya. Sasa baadaye Mwamba akanajiuliza, sasa ina maana huyu mwanamke yupo sehemu ama hayupo? Mwamba mkononi mwake alikuwa na saa ya zamani sana ambayo alipewaga na bidada, ikawa inamuumiza sana. Upande wa picha unaonyesha bidada akiwa anatembea njiani anafikiria kweli kweli, isije kama mpenzi wangu ameanza kutafutwa na ex wake. Hebu kwanza nitafute address ya huyo mwanamke anapokaa ili niende nikamuulize, je, ana mapenzi na Mwamba au mapenzi yao yalishakuisha, ili nijue nilipo, je ni pa mwingine au ni pangu. Basi moja kwa moja ili aweze kumpata bidada akafikiria kwenda kwa mzee mmoja ambaye ni fundi saa, na kwa sababu bibi alikuwa ni mpenzi sana wa saa, bila shaka mzee huyu huenda angekuwa anajua wapi bibi alipokuwa anaishi. Ni kweli address ya huyo mwanamke ambaye alikuwa ni mpenzi wa Mwamba Daun nilikupo nayo, ila sasa kwa bahati mbaya siku kama 2-3 hivi imeweza kupotea, na alikuja hapa Mwamba Daun kufanya usafi. Kuna uwezekano mkubwa alikuwa ameitupa katika eneo la taka. Bidada moja kwa moja mpaka katika eneo la taka kwenda kuitafuta hiyo address, lakini hakufanikiwa kuikuta. Sasa wakati anaondoka, kumbe naye Daun alikuwa anakuja katika nyumba hii lengo aanze upelelezi wake kumtafuta mwanamke huyo. Alipomkuta tu bidada akasema kwamba hapana, nikuja kuulizia baadhi ya vitu vya zamani ambavyo mzee huyo anavyo, huenda vingenisaidia. Harakati za Viku itafuta address ya bidada Sohi ambaye ni ex wa Mwamba Daun aliendelea kutafuta kwa nguvu sana. Mwisho wa siku bana, Mungu si Asumani, akafanikiwa kuikuta hiyo address. Sasa akawa amefurahi kweli kweli kuiona, akawa anaondoka. Sasa kwa bahati mbaya bana, wakati anapishana hapa na mtu hakumtambua huyu mtu usoni, na kwa sababu hawajuani, kumbe ndio Sohi alikuwa anakuja katika nyumba ya huyu mzee kuja kutafuta saa yake ya zamani sana ambayo alikuwa amemwachia mzee. Sasa kwa sababu hawajuani wakapishana tu hivyo hivyo. Bibi Sohi akaingia ndani na hapa akakutana na mzee. Mzee akamuuliza, vipi umepishana na Bibi V? Akasema hapana, V simjui. Kwani ana uhusiano gani na mimi? Akamwambia hamna kitu chochote kile. Akachukua saa yake na akampatia. Bidada akiwa amerudi nyumbani amechimbia ile address ya Bibi Sohi, hata hajamwambia mtu yote kwamba amefanikiwa kuipata. Akaendelea kupiga story hapa na kusherehekea. Lakini dakika 2 mbele Mwamba Daun akapokea message kutokea katika simu yake. Ikabidi kupiga simu. Hapa ilikuwa ni simu ya hospitali na alikuwa anapigiwa kwamba akamuone director wake yule ambaye anamuongoza katika bar. Moja kwa moja alipoenda kumtembelea akashangaa majibu kuwa director wake alikuwa na kansa kwa muda mrefu sana, kitu ambacho kikamuumiza sana Mwamba. Jamaa akamuuliza, ni kwa nini umenificha siri hii kwa muda mrefu? Akamwambia kuwa nilikuwa na kansa kutoka siku niliweza kukutana na wewe, na ulikuwa ni matumaini yangu na ulikuwa ni furaha yangu, kwa sababu kila wakati nilipokuwa nikutazama nilihisi kama niko na mwanangu. Lakini mimi naomba moja kabla sijapoteza maisha yangu, na kuomba usimtafute msichana anayefahamika kama Sohi. Lakini baadaye Mwamba akawa amemuita bibie kisirisiri na kumwambia kuwa asisubutu kumpatia address aliyoweza kuiokota Mwamba Daun. Sasa bibie akabaki anashangaa, amejuaje huyu kama mimi nimeokota ile address na najua kwamba ninayo? Ndio hivyo bana. Baadaye akawa anarudi nyumbani bidada akiwa ameshika ile address, lakini akapiga bongo akaona kuwa na mapenzi ya maigizo ama mapenzi ya kumficha mtu fulani inakuwa si jambo jema, ni vyema nikaweka ukweli wazi. Akachukua ile address na kumpatia Mwamba na kumwambia kuwa maamuzi ya yupi utakayempenda ama yupi utakayembatana naye yatakopo juu yako, naomba uchukue ile address na utafanya maamuzi sahihi wewe mwenyewe. Bidada ni kweli anampenda Mwamba, lakini akupenda upendo wa kufake, alihitaji upendo halisia. Ni vyema akakiachilia kitu ambacho baadaye kitakuwa kina maana kuliko kitu ambacho kitakuwa kina maana katika maisha yake. Mwamba akawa ameondoka akiwa mbeba ile barua, moja kwa moja akaenda kutuma ule ujumbe. Akasimama nje address ya nyumba ya Bibi Sohi akiwa na mawazo makali kweli kweli. Akaketi kwa nje, ghafla akaona vile visendo vya bidada Sohi. Alipomtazama usoni, ni mwanamke aliyewahi kumpenda katika maisha yake zamani sana. Akamshukuru kwa kumwambia kuwa asante kwa sababu uliyasaidia maisha yangu. Lakini bidada akasema, sikuwa mimi niliyasaidia maisha yako, bali hata wewe ulikuwa umeyasaidia maisha yangu. Kwani siku ile na mimi mwenyewe nilikuwa na lengo la kutaka kujua, lakini nilipokuta mtu mwingine yuko kutaka kujua katika eneo hilo la daraja, nikajikuta tu ni vyema nimshawishi tu kama asijiue. Basi kuanzia pale moyo wangu ukajikuta unapokea furaha mpya kutoka siku ambapo nimeweza kukujua wewe Daun. Bibi Sohi akaeleza yote yaliyo moyoni mwake, akisema kwamba wewe ni mwanaume ambaye ulibadilisha kila kitu katika maisha yangu, ukanifungulia ukurasa wa furaha kwa kipindi chote cha maisha yangu ambacho nilikuwa ni mwenye huzuni daima. Hata siku ambayo nilipotezana na mwanangu, bado kupitia wewe nikajikuta na amani, japo katika siku chache ambazo tulikuwa pamoja. Lakini bado makosa yaliendelea kunilaumu ndani ya moyo wangu na kujikuta kuwa sina amani kabisa ya kuendelea kubakia na wewe. Nikaamua kukuachia uhuru na nafasi ili uweze kumtafuta mtu ambaye atakuwa ni sahihi katika maisha yako. Wakati haya yote Bibi Sohi anayazungumza, alikuwa akiendelea kutiririka machozi. Mwamba akachukua leso na kumfuta. Wakati huo akamkumbatia akimwambia kuwa nimempata mtu sahihi ambaye ulikuwa umeniachia nafasi ya nimtafute.
Bibie huyo anaitwa V, ndiye mtu ambaye kwa sasa amechukua nafasi katika moyo wangu, ndio ambaye ninampenda. Mwamba baada ya kumaliza kuyazungumza hayo, akaenda kucheki kwenye simu yake na kugundua kuwa kumbe jamaa alikuwa amemtafuta kwa kitambo kirefu akihitaji waonane. Kumbe bado jamaa anampenda na bado anamhitaji. Nawaza kama ningekuwa na kinywa au maneno mazuri ya kushukuru shabiki yangu, basi siku ya leo ningeatamka kwa kuomba uguse alama ya like, lakini kama bado hujagusa alama ya subscribe, ningekusii kwamba uguse alama ya subscribe na alama ya kengele. Kwani kufikia hapa ziada nitoe wapi, kwani wawili hawa waliokuwa wamekusudiwa na Mungu, walioandikwa kuwa pamoja, walioandikiwa kubaki na hatima moja pamoja, wameweza kutana. Na siku ya leo Bibi V aliweza kufungua hisia zake na zaidi akavuka mipaka kwa kuweza kumkisi Mwamba, ishara ya kuwa huyu ndiye baba wa watoto wake na huyu ndiye ukurasa mpya wa maisha yake. Nakumbusha tu kwamba recap inakwenda kufuata mara baada ya hii ni recap ya moto zaidi, kwani itakwenda kusimulia story ya wawili walioweza kupendana, lakini ajabu ni kwamba katika mapenzi yao mmoja alikuwa ni binadamu na mwingine alikuwa ni jini. Mwanzoni kabisa mwasilizi yetu anaonekana binadamu mmoja mrembo sana anayefahamika kama Donkyo. Akiwa hapa hospitalini kwa Dr. Jung, alikuwa akimweleza kwamba ana uvimbe katika kichwa chake na hatoishi kwa muda mrefu, hivyo anatakiwa kupumzika kwa wiki nzima. Bidada kusikia mapumziko ya wiki nzima yakamuumiza sana. Akasema kuwa sijawahi kufikiria kupumzika katika kazi zangu hata siku moja. Daktari akamwambia kuwa endapo usipopumzika basi utaishi kwa miezi 3 tu, lakini kama ukipumzika basi una mwaka mzima wa kuweza kuishi. Bidada akawa amekasirika sana na kuondoka katika eneo hilo la hospitali. Wakati anaondoka alipishana na mwamba mmoja handsome sana. Akiwa amegongana naye akajiongelea moyoni, "Da, huyu jamaa ni bonge la handsome." Jamaa naye akajibu, "Ni kweli najua kwamba mimi ni bonge la handsome." Sasa alimsikiaje? Ukweli ni kwamba huyu jamaa ni jini. Sasa story yetu itakuja baada ya hii kuikamilisha vipande 7 hivi siku ya leo. Hakikisha tu kwamba umegusa alama subscribe na alama ya kengele. Tamthilia hii ya jini na binadamu itakwenda kutoka hivi karibuni.